ulinibahatisha. Lakini kwa raundi hii nimekuja kivengine kabisa yani. Pia nina nguvu za kutosha. Nasubiri tu mwezi wa Ramadhani ukiisha nikujie tena. Kwa raundi hii nitakuja na hiki kikosi. Sitokuwa peke yangu. Kinaitwa Gusa Achia Twende Kwao. Nice, ujumbe umeupata. Ulikuwa unaamua sana kiongozi wetu. Uso umemshuka kapanzia la leba. Hatimaye tumekutana kwa mara ya pili. Na una bahati. Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nilivyokuwa na hasira na wewe, ninakupa mwezi mmoja tu huu wa kuzurura. Baada ya huu mwezi hutaweza kuiona hata dakika moja ya uhai wako kwenye kikinyama. Umechezea pabaya sana. Kitendo cha kucheza na baba yangu umeligusa jicho langu. Sasa basi, kadungu yule alokutekea siku ile bondeni sio kadungu huyu alokuepo sasa hivi kwenye macho yako. Nina hasira sana na nimekuja kivingine. Sasa wewe kunguni mdogo, subiri mwezi Ramadhani uishi. Tutacheza vizuri. Hivyo kadungu, mbona unaongea sana? Mimi nashindana na baba yako. Siwezi kushindana na wewe kwa kuwa wewe ni mtoto mdogo sana. Kwangu ujai na unipiti hata theruthi. Kivembo, kaa na huyu ndugu yako na umwambie Kidole ni nani. Pia narudi kwako. Mimi uniwezi. Kaa mbali na maisha yangu, nitakuja kukupoteza. Huu mchezo uliouanzisha mwachie baba yako. Hey, nyinyi. Kuna shida gani hapa? Nacho kiona hapa nyinyi mnarumbana. Marumbano ya nini? Naongea na nyinyi. Hivi nyinyi watoto wa 2000 mna shida gani? Nani ambaye hajui utaratibu wa kijiji hichi cha Msosa? Kwamba unapofika mwezi wa Ramadhani, watu wote tunapaswa tutii. Naongea na nyinyi. Tena naomba mnisikilize kwa umakini. Najua hakuna swala la msingi hapa ambalo linaongelewa, tofauti na mambo yenu ya kichawi. Wazazi wenu wote wanatii kuhusiana na mwezi wa Ramadhani. Nyinyi watoto wadogo ndio mnakaa kusimamisha kidete hapa. Nyinyi kina nani? Sasa naomba niwaambie kitu. Kama kuna yoyote ambaye anaweza kusimamisha shilingi, asimamishe na mimi hapa. Lakini kama hayupo, mnisikilize. Naomba wote msambaratike hapa. Tumeelewana nadhani. Una bahati Kidole. Tutakutana tena. Watoto wadogo sauti kubwa. Mnaongelea wanga tu wanga katika kijiji. Unawasaidia nini nyinyi? Shenzi type. Sasa sikia mwanangu. Wewe tangulia. Nataka niongee naye kwanza. Ndio matono malaya kweli yani. Malaya kitu gani wewe si utangulia? Haya naenda. Naomba kukufahamu kama hautojali. Naitwa Margaret. Wow. Mimi naitwa Mateo.
Ni mwenyeji sana hapa kijijini. Nisiwe mwongeaji sana hatimaye nikakudanganya. Hamna shida, usijali, ongea tu nakusikiliza. Unajua dada, wewe ni mwanamke mzuri sana. Pia mtu yoyote ambaye utakutana naye lazima vyovyote vile atakusimamisha na ataomba kuongea na wewe. Samahani, mimi nimetokea kuvutiwa sana na wewe. Kaka samahani, mimi hapa kijijini nipo kwa ajili ya kazi tu na akijanileta mapenzi. Samahani kwa hilo. Unajua hata mwanaume mpambanaji anapenda sana kuwa na mwanamke mvumilivu na mpambanaji pia, na pia mwanamke ambaye yuko makini. Kwenye hiki kijiji mimi ni mpambanaji. Pia kwa bahati mbaya bado sijajaliwa kuwa na mwanamke mpambanaji kwenye kijiji hiki cha Msosa. Kwa hiyo natamani kuwa na mwanamke wa aina yako, tupambane yote. Nimekupenda sana. Kama nilivyokuambia kaka, hakijanileta mapenzi, nimekuja kwa ajili ya kazi tu. Najua inaweza ikawa vigumu kwa sababu ndo tumekutana sasa hivi. Lakini kama hautojali, naomba unifikirie kwa wakati mwingine. Oh, ndo uko naye? Ya, nipo naye. Kwa hiyo kama nilivyokuambia, sitaki na sikuhitaji. Kwa hiyo tafuta mwanamke mwingine. Mage, sijapenda jibu ulomjibu kaka. Huwezi jua huyu kaka ni mtu wa aina gani. Alafu kumbuka sasa hivi tumebakia wawili tu, mimi na wewe. Leonardi hayupo. Hivi kwa nini tusingeondoka tu? Wewe nishachoshwa na vitu vya hichi kijiji. Tungeondoka. Nini unaonaje tukachana na hii kazi tukarudi nyumbani? Ni bora tukarudi nyumbani. Watu wanaojilazimisha kuondoka kwenye kijiji hiki wanashindwa kuondoka. Kwenye kijiji hiki huwezi kuondoka kwa matakwa yako. Si unanielewa Mage? Unajua Kidole, inafika kipindi sasa unatakiwa ubadilike. Kutokana na tabia ambazo unazoonyesha hapa Msosa. Umekuwa na tabia mbovu sana. Unashindwa hata kuwasikiliza wakubwa zako. Mzee Manamba amekusii mara kwa mara uache tabia, lakini bado unawachokoza watu ambao wana uwezo mkubwa kushinda wewe. Unajidanganya unajua. Wache mbali hilo. Mzee Makanyaga ameniita na nikaenda kumsikiliza. Mashtaka anaonipa ni ya kwako. Anasema achana naye. Acha kumfuatilia, atakuja kukupoteza. Ila anahofia huo udogo wako. Kwa hiyo mimi nakusihi kitu kimoja. Fanya kazi zingine. Achana na mzee Makanyaga. Kwa hiyo mwenyekiti Mnyatwiru, umenisimamisha na umenikalisha hapa kunieleza huo upuuzi. Sikia nikwambie mwenyekiti Mnyatwiru, mimi hapa katika kijiji cha Msosa simogopi mtu yoyote yule. Kama wewe huyo mzee Makanyaga akakuita akakusii kuhusu mimi, na mimi nasema hivi, ukamwambie kuwa na mimi nataka ufalme kwenye hiki kijiji cha Msosa. Na hapa kwenye akili yangu ninawaza vitu vingi sana kuhusu hiki kijiji. Nataka niwe mfalme kwenye hiki kijiji cha Msosa. Na ili niweze kuwa mfalme, nataka nimuondoe huyo mzee Makanyaga kwenye iko cheo chake anacholingia. Pia na huyo mzee Manamba mnaomwamini nyie, nataka nimtoe kwenye iko cheo chake. Kidole, Kidole, unajua una matatizo makubwa sana. Yaani mgovi wa mtu mmoja unamuhusisha mpaka mzee Manamba.
Na ukitaka vita kwa wana kijiji wa Msosa, mchokoze mzee Manamba. Wewe umekuaje? Katoto kadogo lakini hauna hata uoga. Wewe una nini wewe? Kitu gani unacholingia wewe? Walikuwa hapa wachawi wa wachawi. Walishindwa kumgusa mzee Manamba. Wewe ni nani? Wajidanganya wewe. Kidole. Nakupa onyo tena kwa mara ya mwisho. Na nikisikia umemgusa mzee Manamba, nitajua jinsi ya kufanya. Usinitishe wewe. Ila ipo siku nataka mniheshimu wote. Mimi niwe mfalme wenu. Naomba uwaambie kwa mimi Kidole simwogopi mtu yoyote yule, na wakusanye nguvu zao zote, nitawashinda vile vile. Nadhani utakuwa umenielewa hapo Mbaraka. Nimaliza. Kifutu, toka nje. Ajifanya kusikii. Anadharau sana. Gonga tena. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sale kwako natutia mimba sisi. Kama mtu mwema vile. Nisikize nikwambie wewe. Nadhani unatuona vizuri hapa. Si ndio? Sitaki kuongea maneno mengi sana, kwa maana unanifahamu vizuri. Mwanzo ulinibahatisha. Lakini kwa raundi hii nimekuja kivengine kabisa yani. Pia nina nguvu za kutosha. Nasubiri tu mwezi wa Ramadhani ukiisha nikujie tena. Kwa raundi hii nitakuja na hiki kikosi. Sitokuwa peke yangu. Kinaitwa Gusa Achia twende kwao. Na hisi ujumbe umeupata. Ulikuwa unaamua sana kiongozi wetu. Uso umemshuka kapanzia la leba. Mimi natoka hapo. Aya, usichelewe. Na hapo baadaye. Yule ndio bunga mwamba. Bunga kitu gani? Sikikaragosi tu yule. Si tumekufuata wewe hapo. Hatujamfuata yeye. Na wala hatuna shida na bunga na hatuna ugomvi naye. Tuna ugomvi na wewe. Vitazame kama vitoto vya panya. Wewe si unamuita bunga ni kikaragosi. Sasa unakumbuka ule mshenyento nilokupa siku ile? Mshenyento wake ni zaidi. Alafu si mnasema baada ya Ramadhani Gusa Achia twende wapi sijui huko. Sasa angalieni, maana inaweza ikawa Gusa Achia na kuja kwenu. Yaani Hebu acha hizo swaga. Mara kwanza mlibahatisha. Sasa hivi tumekuja na fire. Unajua kipenzi, kwa kweli leo ulizonipa leo nilikuwa nazimisi sana wakati umeondoka. Usijali mpenzi wangu. Sasa hivi nimesharudi. Kwa hauna haja ya kuwaza tena. Nipo hapa wakati wowote ukinitaka. Wacha we.
Kuna jambo ambalo linatatanisha sana kichwani mwangu. Vipi kuhusu Kadoda? Amegundua chochote kuhusu mahusiano yetu? Kuhusu Kadoda? Wala hata usijali. Hata hajagundua kitu chochote. Kwanza mimi na akili kumzidi yeye kwa. Hauna haja ya kuwaza. Nashukuru sana kusikia hilo. Pole, lakini nasikia mkeo kakukimbia. Lakini nasikia na ulikuwa hujatulia. Amna bwana. Si unajua wanakijiji wa Msosa, umbea mwingi, uchawi mwingi, kufuatilia maisha ya watu kwa wingi sana. Yaani wao hawana kazi za kufanya zaidi kufuatilia maisha ya watu. Na unajua kwamba mimi niko na wewe. Achana nao bwana. Pata kupotezea muda. Unajua mimi huwa sipendi sana kumbembeleza mwanamke. Mwanamke kama amechoka kuishi na mimi, namwacha uhuru. Na sasa hivi na enjoy sana niko na wewe na kufurahia penzi lako. Haya, sawa kama ni hivyo. Kitu kingine ambacho sipendezwi nacho, mazingira tunaokutana na kufanya mambo yetu. Unajua sio rafiki kwetu Afu mimi ni mwenyekiti unajua. Nitajishushia heshima yangu. Unajua Kadoda akija kujua hili penzi letu, mimi sitokuwepo na amani kabisa. Kwa sababu ni mkorofi, mbabe, ana muda wote anafikiria kupigana tu. Ni kweli mpenzi. Kweli sio mazingira rafiki, na mimi natamani hata siku moja tukakutana huko maeneo mazuri, sio kama hivi tunapokutana. Kwa tunafanyaje sasa mpenzi wangu? Basi siku nyingine tutajua wapi pa kukutana. Nakupenda. Nakupenda pia. Asante mpenzi wangu, nitafurahi sana. Usijali. Mambo matamu hataki haraka. Kweli. Nakupenda. Nakupenda pia. Unajua tumekaa muda mrefu sana. Hatupaswi kuendelea kukaa hapa. Okay. Tutaka tuondoke. Sawa. Manake nilichoona leo. Umeona nini? Umeniona macho yangu? Tena nikwambie shukuru Mungu tu. Mume wako hajui. Kijiji chote hiki wanajua wewe unatembea na mwenyekiti. Unashtuka nini? Hivi huna hata aibu? Mwezi mtukufu wote wa Ramadhani huu. Mbele za watu eti, hey, my carpet, hey baby, I love you, nataka uwe wa kwangu. Wenzako wameondoka huko wamejinafasi tu. Kwa weka pusa. Kwa unataka kuniambia umeona kila kitu? Weka pusa, umeona? Nimeona ndio. Kapusa. Namba basi iwe siri yako ulioyaona. Namba usimwambie Kadoda. Kweli tena usimwambie. Alafu usitangazie watu. Kapusa, usimwambie Kadoda ile siri yako. Wewe unajua usimwambie. Na akijua Kadoda, ninavyomjua, alivyobounce na ule mwili. Mpaka mimi naogopa. Yaani utaleta kesi na mwenyekiti. Usimwambie Kadoda, kweli tena usimwambie. Nataka nisimwambie? Nitakufanya ifanye kitu nayo zibe mdomo ili nisimwambie. Ni kuziba mdomo? Wewe hujui? Mimi naondoka. Sikiliza basi Kapusa. Nifanyaje nikuzibe mdomo? Nizibe mdomo. Wewe jifikirie ni mtu mzima wewe. Hata hivi.
simba la masimba sengo, simba, simba la masimba sengo, simba, simba la masimba, simba, simba la masimba sengo. Huyu ndo Bungabunga? Ndio mjomba, huyu ndo mzee Bungabunga mwenyewe. Naitwa Simba la Masimba Sengo. Niweke akilini, huu mwezi mtukufu nilikuwa najisikia njaa kukula nyama, lakini kwa mwezi huu nimefunga. Acha tusubirie mwezi uishe. Nitakuja kukutembelea Mr. Bungabunga. Mimi ninachotaka kujua kutoka kwenu, nataka kujua kutoka kwenu ni kitu kimoja. Wewe nakufahamu. Huyu ni nani? Kamuulize mke wako. Anamjua vizuri tu mjomba wangu. Na anaujua moto wake. Nishajitambulisha Mr. Bungabunga. Naitwa Simba la Masimba Sengo, mzee wa mishenyento. Na nilikuja nyumbani kwako, nikakutana na mkeo. Akajaribu kunionyesha kauchawi kake kasichokuwa hata na 5%. Sasa nimekumbuka kitu. Kumbe yule uliokuja naye nyumbani akakutana na mke wangu, akapewa dawa ya UTI sugu na malaria sugu, akapewa mshenyento, akaguswa kidogo na kukimbia. Si ndio ilikuwa wewe na huyu Ukamkimbia mke wangu Alafu mimi sikumkimbia mkeo. Nilichoamua kukifanya mimi kama tajiri mwenye shamba, amemwachia ngedere yale mazao yasiokuwa na faida. Kwa hiyo mke wako nikajaribu kumwachia nipime uchawi wake una 1% ngapi. Nikakuta hata 10 hazijafika. Nikaona acha nimweke kipolo Ramadhani itakapoisha niende nikampitie wewe na mkeo, niwapitie nyote. Kwa hiyo peleka hizi salamu kwa mkeo kwamba Ramadhani ikiisha Simba la Masimba Sengo atakuja kutushenyenta, au sio mjomba? Ndio mjomba. Kidole, umeshamfahamisha mjomba wako kwamba mimi naitwa nani? Ndio nishamwambia kuwa Bungabunga ana lolote lile. Na nikikaragosi tu mdogo. Na ndio maana tuwezi kushindana na wewe kwa kuwa utufiki kwa lolote lile. Sawa. Nimewasikia kilio chenu. Nitakifanyia kazi, lakini nikuombe kitu kimoja. Unayejiita Simba la Masimba Sengo. Naitwa Bungabunga. Bungabunga ana vita vyake. Na wewe una vita vyako. Hujamalizana na mke wangu. Malizana kwanza na vita ya mke wangu, halafu ndio uje kwangu. Mimi niko tayari kivivyote utakavyotaka, lakini mpaka vita ya wanawake umalize, kwa sababu vita vyako wewe ni vya wanawake, sio mimi. Lakini kwa kuwa mtoto kautaa, sawa, haina tabu. Utakaponihitaji nitakusikiliza na nitakupa hicho ninachokihitaji. Nadhani tumeelewana. Sawa malkia wa nguvu.